Jean Paul, raia wa Ubelgiji, alijipata katika taifa geni mwaka 1995, kipindi kile akija kuwatizama wanariadha tajika nchini Kenya. Ila tamaa yake ya kurejea alikokopolewa ilikatizwa na mazingira haya ya Kerio na kuyapenda kwa mapigo ya moyo wake. Baadaye akanunua kipande hiki cha ardhi na kuita Kerio kutokana na upeo wake wa macho, eneo ambalo sasa limejizolea sifa tele, ambapo mwenye nacho na msinacho huja hapa kuchangamsha nafsi na kutabaradi. And traveling through this valley a few times, I was so impressed. It was pure nature. The road by then, the tarmac road, was not good. But the off-road was so special, and I liked the way the people survive. And I thought, oh, here I can do something. Such a beautiful view. I'm still in love with it. Vinyago hivi vya wanyama wa porini vitakupa mwanga zaidi kuhusiana na yaliyojifumbata humu ndani, huku mwenyeji wetu akitufichulia mengi kuhusiana na Kerio. No, for the area, I would like that there are people who develop more cycling, because we have the Kenyan riders around, and this is a fantastic group of people. Wanasiasa tajika pamoja na wanariadha sifika kama vile David Rudisha, Ezekiel Kemboi, Julius Yego na Vivian Cheruiyot ni miongoni tu wa wageni wa Kerio. Several ambassadors like US, like Ireland, like Greece, like Belgium have been here. So it means that we are not too bad. Kando na wanariadha, watalii wa ndani na nje ya nchi usafiri hadi hapa kujionea kazi ya Mwenyezi Mungu. But we expect other paragliders, even African ones. Now, the paragliders found us. They were traveling throughout Kenya, maybe for 15 years. Yote 9, 10, Jean Paul ana mipango ya kupanua eneo hili kuwa kivutio kikuu duniani. When I meet people here, I say, Chamoge. Yeah? And to you, I say, Kwaheri. Asante sana for the interview. Elvis Kosgei, KTN News, kwenye makala ya Tembea Kenya, kaunti ya Elgeyo Marakwet.